Sasa leo niko na mpambanaji. Huyu jamaa ni mwanangu kabisa. Kwa hiyo nitataka yeye aongee kwa sababu mimi jambo lake nalifahamu. Lakini kwa ufupi, Sele ni kati ya washikaji zangu nikiwa chuo kikuu cha Dodoma. Yaani mwana yule ambaye tupo pamoja kwenye magroup, tunaenda wote kula, kampani yangu ile pale. Huyu hapa na wanangu wengine. Lakini kuna mambo interesting kuhusu Sele. Ndio maana nimemtafuta leo awepo kwenye jarida la Mpambanaji, ikiwa ni maalum kabisa kwa sababu labda ndio mara ya kwanza nafanya na mtu kwa njia ya video. Mambo yanayonivutia kuhusu Sele na kwa nini nimeyaweka hapa. Kwanza ukiachana na kwamba amedate muda mrefu sana na mke wake, yani huyu jamaa wakati tuko chuo cha kwanza ndio jamaa kila saa huyo yuko na mke wake. Ndio wameoana. Nyie mlianza kudate lini yeye na mke wako? Ndio tumeanza 2005, pindi tuko standard 7. Wako darasa la 7. Watoto wana tabia mbaya hao. Lakini yuko tufanye vitu vya ajabu. Mlikuwa mfanya vitu vya ajabu. Ile ndio ilikuwa girlfriend wako. Girlfriend. Tulipomaliza chuo wakaoana. Mmeoana mwaka gani ile? 2017. 2017. Na maana baada ya kumaliza chuo miaka 2. Ukiachana na hilo ambao tulisoma nao wanafahamu kuhusu Sele. Sele tulipofika mwaka wa 3 kuna issue ilimkuta. Nilikuwa nasoma naye degree moja, Political Science and Public Administration. Tukiwa mwaka wa 3, tukiwa mtihani wa mwisho, yakamkuta Sele majanga ambayo angekuwa mtu mwingine labda angesema ndo amezingua moja kwa moja, yani ingekuwa mambo yameenda vibaya. Lakini Sele yuko hapa na atakwambia. Sele, yes, wewe kwa haraka tu, Cliff. Yes. Tumia jina lako la biashara. Yeah. Cliff, wewe sema mwenyewe nini kilitokea tukiwa chuo mwaka wa 3? Okay, tulianza chuo tuko darasa moja, remember. Ndio. Na I was one among the best students darasani. Bila shaka kabisa. Na sijawahi kupata supplementary of any kind. Ndio. Nakumbuka mtihani wangu wa mwisho, yani my last paper, kwamba ni mtihani wa mwisho kabisa, naenda kumaliza then niondoke zangu nisubiri degree yangu. Nilikuwa ule mtihani nishaumaliza. Yani nishaujeza wote nishaumaliza. Nikataka kwenda washroom. Kwa hiyo nikatoka kabisa nikaenda washroom. Kuna sisi vyo vyetu nakumbuka alikuwa ni yale masinki ya kukojoa kama ya hotelini. Ndio. Kwa hiyo mimi nishamaliza, hata mtihani nilikuwa nishamaliza. Kwa hiyo nimefika pale washroom na kukojoa, kuna ile sinki la kukojolea. Kuna mtu alikuwa ameweka makaratasi yake, kuna zile bomba za kuflash. Kwa hiyo wakati mimi nakojoa kuna mwalimu akawa kumbe amekuja kuniona mimi chooni nimeenda kufanya nini. Akakuta kuna makaratasi kwenye sehemu ambayo mimi nakojoa, lakini mimi nilikuwa sijayaona yale makaratasi. Kwa hiyo akanichukua akaniambia, bwana una cheat mtihani. Sana cheat vipi? Mbona kuna makaratasi mbele yako? Mimi nimekuja washroom. Sikujua nani kayaweka. Lakini hata huo mtihani kauchukue nishamaliza. Mimi nimekuja washroom, nilikuwa nirudi tu nipitie vitu vyangu viwili vitatu kwa sababu nilikuwa mtihani wa kujieleza. So nilikuwa kujieleza nilikuwa vizuri. Au kauchukue kwa max hizi au kachukue chochote kwenye hii kwa sababu karatasi hujui ni ya somo gani. Au ni mtu kaliweka, chukua tukaangalia je ina relate na huo mtihani. Yule mwalimu kweli sana nadhani labda alikuwa na mambo yake binafsi personal, siwezi kujua. Akanichukua akaenda akachukua mtihani wangu, akausubmit kwamba nilikuwa nafanya forgery. Yani sio nimeenda kucopy sio nini. Lakini nakumbuka mwalimu alompelekea, mwalimu wetu wa darasa alikuwa anaitwa Mr. Changa, nakumbuka. Hata dissertation yangu yeye ndo alikuwa msimamizi wangu na nilipata A, na masomo yake yote sijapata chini. Kwa kaniambia Cliff, mbona Sele ili kitu mbona sio kama cha kweli? Lakini wewe kiukweli ushaletewa evidence kwamba kuna karatasi zilikuwa washroom na mimi mtihani wangu nishajaza. Wewe ndio mwalimu wangu, matokeo unayajua. Na hata tukienda tukaprint, so mimi nakumbuka hadi transcript yangu nilikuwa nishaichukua kwa ajili ya kwenda kuomba kazi. Nilikuwa na GPA almost za juu kabisa. Kwa sababu mimi unavyonijua over 3 years nije kuna nini chooni. Na nakumbuka kabisa ule mtihani pembeni yangu alikuwa amekaa Bwemo. Chris Bwemo. Yes. Anaambia bwana unajua kama mimi nimemaliza nenda tu washroom. Narudi nije ni submit kwa sababu tulikuwa tumekaa pembeni. Vipi? Nikamwambia I'm okay. Kwa hata ule mtihani kwa kweli waliusaisha. Nilipata A yule mtihani. Nilipata A. Na nilipata A lakini sikuendelea kuufanya. Kwamba sikurudi nikamwambia chukua mtihani wenyewe huo. Lakini kitu ambacho kimenifanya hakikukanisha tamani kwamba nilikuwa tayari ninajijua uwezo wangu wa darasani. Lakini mimi pia sikuwahi kutaka kuajiriwa in my life. Transcript yangu ninayo. Kwa tayari nilikuwa nishajua uwezo wangu. Na mimi hadi hata kesho mtu akiuliza una degree na mimi yes I have a degree. Kwa kifupi Chris
Cliff. Wewe jina lako Sele, la biashara ndio Cliff. Kwa Cliff kwa kifupi, miaka 3 ukasoma chuo kikuu, na siku ya mwisho, mtihani wa mwisho, likatokea tatizo hilo. Maana yake wewe hukupewa cheti chako cha degree, lakini unaamini wewe una degree kwa sababu ulishamaliza kusoma kila kitu na ulikuwa unaenda kufaulu. Na mimi hadi leo hadi kesho watu ambao wana shida za political science nawasaidia. Ndio. Nawasaidia na washikaji zangu kipindi cha uchaguzi, na kuaga mimi hata kusema ya kuwashauri, kuelekeza nini. Kwa sababu wewe unajua tumesoma wote. Sije kwa kilaza. Mimi nimesoma Feza Boys, nimesoma Benjamin Mkapa, sijawahi kufeli hata siku moja. Kwa hiyo na I know uwezo wangu. Na ninajua kilichotokea. Kwa hiyo nikasema huwezi kujua mtu anakutafuta kitu gani. Ndio. Wewe. So kwa groups zote tulikuwa mimi na wewe. Matokeo yangu unayajua. Nilosoma nao Feza Boys wanajua. Nilosoma nao Benjamin Mkapa wanajua. Sijawahi kupata division 3 in my life. Sasa kujaje mtihani wa mwisho, wakati mitihani yote tushafanyaga migumu, sio pata supplementary, nikaibia kule mtihani ambao ni kitu ambacho sijaelewa hivi. Sawa. Baada ya pale ulihisi nini? Yani kwamba mimi nishazingua. I was so down but first nikarudi nyumbani, mamangu akaniambia let's appeal. Nikataka kwenda kufungua hadi kesi. Nakumbuka Nabir nilimwambia tufungue kesi. This is not okay. This is not fair. Lakini katika kujishauri mimi mwenyewe nikasema okay, nishajisema kwamba mimi no matter what sitajiriwa. Ninachokitafuta ni iko cheti au tayari, na mimi naamini nimemaliza. Kwa sababu wote was waiting ni ku graduate. Kwa sababu hata matokeo yote mimi ninayo hapa, naweza kukuonyesha. Ninayo, yani matokeo yangu yote ya chuo miaka yote 3. Hadi huo mtihani ambao wanasema ilitokea la kutokea ninao. Lakini na nakumbuka mimi nili apply pale Open University. Tulienda wote. Tulienda, nika apply, nikaenda orientations. Lakini sasa nilikuwa nishaanza biashara na nini, kodi kwa kuna kusema mimi nachokisoma tena miaka 3 kwa sababu ya cheti ambacho kitu nimekisoma tayari. Sasa unajua nitafaulu. Mimi bwana nilipa hadafu nikakuita. Nikasema I won't do this for now. Ukaingia kwenye biashara. Nikarudi kwenye biashara zangu. Nakumbuka ulianza biashara, pengine ulikuwa unafanya nyingine, lakini ambao mimi nakumbuka kwa hakika. Kwa sababu hata wakati tunatafuta frame tulikuwa tunaenda pale Mwenge pembeni, ukaanzisha barber shop. Hivi biashara ya saluni ikoje? Watu wanasema bwana ukishakuwa na vitu vyako vitatu hivi unakuwa ushatoboa. Mimi barber shop was my dream business. Kati namaliza tuchunga. Nilisema kabisa kwa sababu nakumbuka kabla hata sijamaliza chuo na rafiki yangu mmoja Rahasco Leather yuko China, alikuwa anasoma China. Alikuwa anaanza kunifanyia research ya maviti yale manini. So mimi biashara nimeanza chuo, niko chuo. Kwa sababu nakumbuka tulivyokuwa chuo mimi Jose na jamaa wote Edi Msuya, boom letu la kwanza tulichanga tukanunua pikipiki. Ili kwamba ile la kwanza tulivyolipo tukanunua pikipiki ya kwanza, la pili pia tukajichanga pikipiki, tulikuwa na pikipiki kama 3. Kwa lakini zilikuwa disappointment, sisi tuko Dodoma, pikipiki ziko Dar. Kwa unakuta hesabu wa upati, mara imeibiwa, kwa tukajaga tuka quit. Kwa hiyo nikasema lakini kwa sababu bado nilikuwa najaribu najifunza, nitafanya salon. Kweli nilifanya ile biashara ya salon, lakini nilikuja kuifunga baada ya kuona pia return yake na investment yake haviendani. Niliwekeza pale mzee baba? Niliweka kama milioni 20 kwenye salon ya kwanza. Nakumbuka. Milioni 20 unapeleka wapi? Kwenye vile viti na nini? Viti, kwa sababu pia frame ilikuwa nakumbuka ilikuwa Mwenge, kwa sababu pale kodi ilikuwa tunalipa kubwa. Viti niliweka wifi, kipindi kile ndo wifi zinaanza, AC 22, ma TV. Mimi nilikuwa nafanya pale, mteja akija na taulo lake, kwa amani ukija unakuta kumbuka taulo lako limeandikwa jina. Kwa hiyo niliinvest na way, kwa sababu kitu ni expensive. Mimi nilikuwa na vitu karibia 5 6. Kila kitu kiangalia kimoja hata hapa kinaanza karibia milioni 1 na milioni 2 kasoro. Depende na aina ya viti. Umeona kuna infrastructures, kuna maji, kuna umeme, kuna vitu vinakuwa ni vingi ambavyo na mwanzoni biashara unavyoanza how expect return. Kwa inabidi siku nyingine vinyozi, kwa biashara mpya uwapela chakula, uangalie na nini. Kwa biashara ilikuja kuwa kubwa kwa sababu ilikuwa nanyoa pia wafanyakazi wengi wa Clouds, unakumbuka kipindi kile kina Kamoga yake na nani. Kwa hiyo unakuta mbona wateja tayari wameshaanza ku accept ofisi, alafu vinyozi wanakuambia la hamna. Usiku naenda wewe weekend unakuta hata sehemu ya kukaa hamna, watu kwa sababu kipindi kile mdogo oya kaa pembeni. Lakini siku hesabu anakuambia boss hesabu haijatimia. Wale watu wazima hawezi kuwapiga ngumi. Ukibadilisha vinyozi kila siku unaonekana wewe ndo mkorofi. Umeona? Umeme kipindi kile shida, imeanulia ma generators. Yaani nilikuwa nafanya kitu sababu nilikuwa nakipenda. Umeona? Lakini sasa kaona it's high return the way nilivyokuwa nategemea, kwa nikayamishaga Mwenge nikaleta Mlimani City kama unakumbuka. After some time nilikuwa nanifunga. Kwa hiyo Cliff si kwamba kwa sababu kuna watu unakutana nao wanasema
saluni uhakika mwanangu. Ushakuwa na viti, wewe ulikuwa mwenge kabisa pale. Ushakuwa na viti vyako vitatu, umetoboa. Na wengine wanasema biashara ngumu, na wewe ume-experience. Lakini mimi ninachofikiria, na utanicorrect wewe, unajua zaidi kuhusu biashara, inawezekana kwamba kila biashara ina uzuri wake. Of course. Au ndio wanasema biashara nzuri ni ile anayoifanya mwenzako. Ndio hicho, kwa sababu ile biashara wakati naianza waga nilifanya research sana. Yaani nilikuwa nasoma, nilikuwa naenda hadi kuna soma pages za watu wanafanya barbershop Marekani nini. Ni biashara nzuri. Ni biashara nzuri ukipata watu sahihi, sehemu sahihi, lakini pia wewe vision yako na wao iwe sawa. Kwa sababu mimi niliwapa vitu labda bora kuliko ambavyo walikuwa wanavitumia zamani. Lakini pia mimi nilikuwa mdogo sana by age kuliko wao. By the time I'm investing. Kwa hiyo hata ile kumheshimu boss probably ilikuwa kidogo changamoto. Zamani kulikuwa hata mifumo kama sasa hivi kuna maduka mengine tunaweka systems, ulikuwa huwezi kuweka systems. Unamaanisha kuweka kamera ile kuweka cameras, kuweka mauzo tu, kuna dada wa reception, umeelewa? Kwa sababu ya nature ya watu ambao wanafanya kazi. Yaani wewe uwezo wako kufikiri unakuwa ni mkubwa, una vision kubwa kwao, unataka uwafanyie vitu vikubwa, lakini wao vision yao ni wapate leo wakale na familia zao. Wewe bwana boss, kodi ikifika unajua utalipa kwa sababu biashara si kwako. Kwa hiyo ile pia niliona baadaye muda unaenda, kuna options za biashara zingine. Kwa hiyo ndio nakumbuka ile niliquit nikafungua car wash. Nikafungua car wash, tukafanya car wash muda mrefu kidogo, nazo zikatokea changamoto, na biashara kidogo na changamoto. Nikafungua Cliffs Auto Point ambao ni accessories. Sasa hivi nafungua Cliffs Handles, duka la vitasa vya. Sasa hivi Cliff ina nini na nini? Sasa hivi tuna Cliffs Auto Point ambao ndio duka hapa. Duka ambalo tupo hapa Sinza. Sisi tuna deal na accessories latest. Yaani wewe mwenyewe umekuja dukani, umeona? Yaani tunauza vitu ambavyo ni vya magari lakini fashionable zaidi, lakini pia vina make sense. Alafu tuna duka la vitasa vya majumbani, Cliffs Handles hapa pia Sinza, hapo opposite na Shell ya Puma, kwa ajili ya vitasa vya majumbani. Na pia tuna Cliffs Motors, tuna deal na uzaji wa magari. Okay. Unashauri nini aliyeko chuo afikirie nini? Swali zuri. Kwa aliye chuo, kwanza awe na vision. Awe na vision. Lakini pili, asikubali kukata tamaa. Yaani anyhow, kwa sababu unaweza ukamaliza vizuri degree yako, umetoka chuo kuna basi la mwisho unarudi Dar es Salaam unaenda Kigoma ukapata ajali ukavunjika mkono au mguu. So challenge sio lazima yale matokeo. Yale matokeo you can get it in even 2 years. So mimi toka nimaliza chuo hadi leo ni zaidi ya miaka 10. Ningeamua kama naitaka degree tu kwa sababu ni makaratasi na wazongo na unajua ningeipata kwa sababu mimi naamini bado ipo ninayo. Kwa hiyo ni kutokata tamaa, lakini pia tusiwe na matarajio makubwa in early stages za biashara. Unajua sasa hizi mtu anakuambia bwana unaagiza kitu 2000 unauza unapata 20,000. Hajui hapo katikati kuna kodi, kuna rents, kuna nini. Kwa unakuta mtu tayari ana vision kwamba mimi nimeona hiki kitu kinauzwa 5,000 lakini kuna mtu anakiuza 20,000. Kwa 15,000 nikiuza 100 na 1,500 nikiuza 1,000. Kwa hiyo zile visions zinakuwa baadaye zinawaumiza kwa sababu haziwi reality. Fashion inabadilika kila siku, especially sisi ambao tunauza vitu ambavyo unauzia watu ambao ni elite kidogo. Kwa unamletea mtu kitu ambacho anajua after 2 years, 1 year kinaweza kisiwe na soko tena. Lakini pia tunauzia watu ambao sasa hivi watu wana explore, wanasafiri, wana nini. Kwa hiyo unakuta pia nature ya vitu tunavyouza vinahitaji watu ambao wanauelewa. Lakini last but not least kabisa, na washauri vijana wanaotoka chuo wasitegemee mafanikio ya haraka. Ndio. Yaani ya haraka. Unajua yale yana disappoint. Yana disappoint kwa sababu kuna muda rent inafika, wewe ile haijafika, unaagiza mzigo inachukua miezi 3, 4, saa nyingine nature of transport. Naona crisis inaendelea duniani, dola inavyopanda na kushuka. Kwa lazima uwe na uelewa vizuri na vitu ambavyo utakufanya. Mtu anataka kuanzisha biashara kesho, anataka aanze kufanya biashara, azingatie nini? Kwanza kuna biashara sio mtaji. People hatujui tu. Biashara nyingi, hata mimi biashara ambazo nyingi nimefanya sio mtaji. Mtaji ni kitu cha mwisho. Kitu cha kwanza ni utayari na uthubutu. Kwa sababu kuna biashara unapost Instagram, una sponsor, mwezi mzima hujauza kitu. Alafu hapo hapo unaletewa kwamba bwana umepigiwa simu Amani, kuna interview sehemu, kuna mshahara wa 800,000. Kwa hiyo tayari utapiga huku mwezi mzima sijaingiza hela. Alafu kuna ambao kuna 800,000. Alafu na per diem, sio safari, sio nini, automatically inakukata.
hiyo unakuwa tayari focus. Uko sasa kazini unaona ushachukua mkopo, unataka ujenge, ununue gari, mshahara mdogo, unasema ndo nianzishe biashara. Ukiwa kazini unaanzisha biashara, muda hauna. Focus ya biashara inakuwa hamna. Kwa hiyo na mteja unajua tunaambiwa na mteja paka wewe unakuja mfano kwangu kununua, lazima unistadi, uniamini, nini. Kwa hiyo wateja wapo. Ila wanahitaji namna ya kuwatega ili waje. Namna ya kuwatega ni ile tolerance, muda na kuona una post, uko active na nini. Kwa hiyo nicho yani wana uthubutu tu. Alafu baadaye sana wana collect huo mtaji. Taratibu. Kwa sababu mtaji unaweza kuja kwa duka langu kauza na mimi nakupa bei ya jumla, kuuza rejareja ukapata bei 20 una kila bidhaa. Maana una collect mtaji. Lakini tayari kama una uthubutu, unaaminika, mtu anakuja na mteja hapo, unamwachia duka yanauza kama la kwake. Kwa sasa hivi mitaji sio issue sana. Issue ni uthubutu na utayari. Na sehemu kubwa ya biashara yako unaifanya mtandaoni? Of course, yes. Okay. Kwa hiyo ndio maana okay, na naona unatengeneza content nyingi nini, ile inasaidia au sio? Unajua hata mimi mwenyewe personally sio mtembeaji wa maduka. Kwa sababu sasa hivi ukiandika kitu automatically kitakuja, nitakiona na nitakinunua. Kwa hiyo hata maduka yetu unaona frames, unaweza kusema frames ni nyingi hapa zimetuzunguka, lakini muone mtu anaingia na kutoka. Okay. Lakini unaweza kukuta anafanya sales za milioni 1, milioni 2 kwa siku, kwa sababu tayari watu washakuona, washakuamini mtandaoni. Kwa biashara kubwa iko mtandaoni. Ndio maana serikali inapambana kila kitu kiende kwenye digital world. Okay. Sasa hivi tuko dunia ya wewe tushika simu yako uwe na bando zuri ili tumie vizuri. Hela ipo. Watu wanataka vitu afu tena wajue watavipata wao. Kwa hiyo can be the change to them. Uli wa 2017 swali la mwisho sasa ila kizushi. Tuoe au tuachane nayo? Maana mlio kwenye ndoa mnatuambia wengine nasema tuingie, tusiingie. Unajua ndoa ni watu wawili ambao hamjazaliwa pamoja, probably hamjakuwa pamoja, mnakutana. Maturities zinakuwa tofauti, malezi yanakuwa tofauti, na changamoto pia zingine backgrounds zinakuwa tofauti. Lakini unaamini kwamba mtu unayemuoa yuko tayari kuchukua zile changamoto zake na ukabea za kwake mkaishi. Kwa hiyo mimi naamini kuwa ni jambo jema ambalo kwanza linampendeza Mungu, linaongeza status na positivity kwenye jamii, watu kuona na kuheshimu. Umeona, ndio maana wanavyoenda kuomba sijui visa unaulizwa umeoa au hujaoa. Unaona, kwa hiyo yani ukiwa umeoa pia kuna a level of standard, unaenda kwa mtu bwana niko na mke wangu, afu naenda mwambie niko na mchepuko wangu, na kwa vitu vile tofauti. Kwa mimi tuoe kwa sababu tukae na watu ambao tuoe marafiki zetu, watu ambao tunaweza tukaelewana, tukasameana. Ndio. Tuoe, si kama kitu kibaya. Nitakuja Cliff pale, unaonyesha vitu vingapi vinafaa yani mtu awe navyo kwenye gari. Au sio? Vitu vya haraka haraka hivi unaonyesha kitu kimoja kimoja. Haina shida. Pambanaji anaitwa Cliff. Anaitwa Cliff. Page yetu ni Cliff's Auto Point, the Cliff's Handles, na tuna Cliff's Motors. Karibuni tuhudumie. At the end of the day, hamna kukata tamaa. No matter what happens, we push it hard. Haya, maliza hapo. Zima hapo.